kubwa walikaa huko Nairobi. Wakapangana huko Nairobi, wakakaa huko, wakapanga, halafu wakaekelea mtu mwingine anakaa kama mtalii, anakaa kama missionary mkono. Ati ndio mwenye kutosha kuwa governor ya Bungoma. Mlisikia hiyo maneno? Sasa vile mimi nilisikia maneno kama hiyo, mimi nikaanza safari yangu ya kwenda kwa wananchi. Nikienda Mount Elgon, wananchi wakaniwekelea mkono. Nikakuja Webuye East, wananchi wakaniwekelea mkono. Nikaenda Bumula siku ya jana, wananchi wakaniwekelea mkono. Sasa nimefika hapa Tongaren ili nyinyi muniwekelea mkono. Muko tayari kuniwekea mkono? Wekea mimi mkono. Wekea mimi mkono. Wekea mimi mkono. Wale watu ambao wako na hasira, ukisikia wanaongea vile nyinyi mmenipenda, wako na hasira, presha yao imepanda. Nikiambia wamama wanifunge mkono mgongo kwa leso wanibebe, hao wanashikwa na presha. Na mimi naona kwa chini ya miezi miwili, miezi mitatu, wale ambao wanapandishwa presha itabidi wapelekwe hospitali. Kwa sababu wazungu wanasema kwa Kiswahili kwamba ile gia ambayo tumeengage kuongea na watu ya Bungoma ikiwapatia tumbo joto, we are not cooling down, we are getting more hotter. Sasa mkisikia kama yule mjumbe mwenye alikuwa anafanya biashara ya kununua na kuuza mahindi, yule wa zamani yule, mkisikia pressure imepanda, hiyo ni roho ya Herode. Vile amezaliwa mtoto alijua, amesikia kuna kijana ya mjane, kijana mwembamba mwenye ako na kilo kama ya kurukuru, anaitwa Didmus Wekesa Barasa, amezaliwa. Sasa pressure imeanza kuwapanda. Wako na njama ya kunihangaisha mimi. Wako na njama ya kunihangaisha mimi. Hao watashindwa ama wataweza ama watashindwa? Washinde wasishindwe? Waende wasiende? Mimi naambia hao wafidhuli wakinitafuta, presha ikiwapanda, vile Herode alishindwa kumuua Yesu Kristo, hata mimi hawataniweza, kwa sababu niko kwa damu ya Yesu Kristo. Vile nyinyi wananchi wa Tongaren mmempenda hivi, hao wanakasirika. Hao wanashinda kuniambia ati nianze kusema manifesto yangu. Mimi sijaanza kufanya kazi. Kampeni haijafika karibu. Siwezi sema manifesto yangu saa hii, hao watakopi, alafu watembee nayo. Nyinyi mkiangalia vizuri sura ya yule mjumbe ya kutoka huko chini, yule alikuwa anafanya biashara ya kuuza mahindi, ako na akili ya kutoa manifesto kweli? Anangojea mimi niseme yangu, alafu wanakopi waseme hao ndio watafanya. Wao waende pole pole. Manifesto yangu nitatoa mwaka ujao mwezi wa 8. Hiyo ndio nitatoa manifesto yangu ya Bungoma. Ndio joto ikikuja ya manifesto yangu, tunaanza na hiyo joto mpaka kwa kura ya uchaguzi ya mwaka 2027. Tumeelewana? Wakitaka kujua manifesto, watembee Kimelele, waangalie magorofa ambayo nimejenga, kaburu ambayo nimeweka kwa mashule, tiles ambayo nimeweka kwa mashule, ile huduma center ambayo nimejenga, ndio wakuwe na fununu vile manifesto yangu itakuwa kule mbele nikitangaza ya kusonga mbele. Siko na maana hiyo? Na niambie yule mjumbe ambaye alikuwa anafanya biashara ya mahindi zamani, nimwambie asikuwe na haraka, aende pole pole. Asikose ushingizi kwa sababu anataka mimi niseme manifesto yangu. Yeye yako na candidate yake ambaye ni mtalii, ambaye ni missionary kutoka Nairobi. Sasa yeye badala aweke nguvu yake mingi ya kufanyia kampeni yule mtalii, anashinda kunisukuma ati niseme manifesto yangu. Tuko na dini tofauti. Tuko na dini ya Katoliki ambao wanapeleka injili mbele. Tuko na kanisa ya KAG, tuko na SDA, tuko na Waislamu, tuko na Pende. Siko na maana hiyo? Sikila kanisa iko na style yao ya kuabudu. Sasa kama wewe uko kwa kanisa ya Pende, hauwezi ukaadvise papa paroko vile anaomba, vile anasoma misa, ama namna gani? Hiyo inawezekana kweli?
Sasa hao wawachane na mimi. What I do in my style has got nothing to do with their candidate. Sasa wasikuwe na pressure ati wewe Didmus Barasa sema manifesto yako utafanya nini watu ya Bungoma, wewe sema yule mtalii atafanya nini. Ile manifesto yangu na wananchi ya Bungoma uniwachie, tutaonana nao kule mbele. Siko na maana hiyo. Nyinyi mkipima hii wakora, mkiwapima mkiangalia kabisa wataniweza ama watashindwa. Sasa wanashindwa, wanatembea wanasema ati hii kiti ya governor ati iwezi rudi Kimilili. Tumesikia wakisema na maana hiyo. Sasa yule mjumbe wa kufanya biashara ya mahindi, mimi naona hako na hasira sana. Anataka mpaka hata hii kiti ya governor iende mpaka kwake huko Sirisia. Si anataka na maana hiyo? Iko mtu amefunga yeye mikono kwamba asisimame governor ya Bungoma. Si asimame ama namna gani? Hii kiti ya governor hautafuti na hasira. Pole pole tunanyewe nafanya namna gani? Inakuja. Siko na maana hiyo. Walijaribu kuniletea huko chini. Jana nimekuwa Bumula, walikuwa wamepeleka huko Vitina, hadi watu ya Bumula, hadi wasinipigie kura kwa sababu sikuzaliwa huko, lakini jana nimeelezea watu ya Bumula na wakaelewa. Nikawaambia mimi kukosa kuzaliwa Bumula haikuwa makosa yangu. Mama mwenyewe aliamua akatembea akawalewa Kimilili ndio akanizaa kule. Siko na maana hiyo. Nyinyi wanaume wote mko hapa Tongoren. Huko hapa Tongoren kwa sababu mama yako aliamua kuolewa kwa baba yako hapa ndio akakuzaa hapa. Siko na maana hiyo. Kwani mama yangu angeolewa huko Narok, si mimi ningekuwa Masai? Ya kurukia watalii ningesema wapi dola? Sasa sisi wote tushukuru mama zetu vile walituzaa. Ama iko namna gani? Sababu mama akiwa Mbukusu na aolewe kwa Mjaluo anazaa Mjaluo. Siko namna hiyo. Sisi wote Mungu aseme turudi mahali tulitoka. Alafu mama mwenye amezaa sisi wote aamue azaliwe huko Homa Bay. Sisi tutakuwa Wajaluo. So huwezi kunilaumu mimi ati kwa sababu nilizaliwa Kimilili sikuzaliwa sehemu yako. Tunataka wananchi mpike kura kwa wale ambao wako na maono na wale ambao wako na track record, historia ya kuleta maendeleo. Tumeelewana tujaelewana? Tuko pamoja tuko pamoja. Tusonge mbele tusonge mbele. Nione wala wakusema hii kazi tusonge mbele tusonge mbele tusonge mbele tusonge mbele. Nyinyi watu ya Tongoren, mimi nataka munipende mimi na munipende na marafiki zangu. Wala ambao wanatembea wakinifanyia campaign, wala ambao wameamua kutembea na mimi, kama kuna viti wanatafuta muwapatie. Ndio mimi nikiwa gavana yenu munipatie pia MCA ambao ni wa imani yangu. Tumeelewana? Kwa sababu Father Papa Paroko ya kanisa ya Katoliki ukimuletea deacon ambaye ni wa kanisa ya KAG, hiyo injili tena mbele kweli? Sasa zile Father anatoa mkate sacrament, anaambia waumini, na Yesu alitoa mkate na damu akasema kunywenyi hii divai kwa kunikumbuka. Na deacon wewe alewa pende roho ya mwamba kanja alikuruba brigadia saa 7 kuruba saa 7. Sio injili itakwama? Si kila mtu atasambaratika? So lazima upatie mtu na injili ambaye inatoshana kusonga mbele. Ama namna gani? Ndio tushikane, tusonge tuende mbele. Si hapa ni Soisambu Mitua? Sasa hapa mimi nikikuja hapa, nimepigiwa simu, nimekuwa na rafiki yangu ya muda mrefu, mwembamba kama mimi, ako na miwani kama hii yangu. Akaniambia yeye ndio MCA wenyu, anaitwa Stephen Wafula. Ameniambia niwasalimie. Muna salamu mnapokea? Mnapokea salamu yake? Hamtaki salamu yake? Huyo Wafula deputy speaker ameniambia ati nikumpigia simu nimuite Mr. Speaker sir. Sasa mimi nimepigia yeye simu saa hii, nikamwambia mheshimiwa nakuja kutembea kwa wodi yako. Akaniambia wodi yangu nimeunda, barabara iko sawa sawa, ukitembea mpaka unalala usingizi. Hakuna kitu amefanya. Huyo MCA wenu ule Stephen Wafula mnamrudisha ama mnampeleka nyumbani?
Unampeleka nyumbani? Mnarudisha Stephen Wafula ama anaenda nyumbani? Anaenda nyumbani. Hivyo ndio mmeamua. Pio box nyumbani. Nione wala kusema Wafula nyumbani, Wafula nyumbani, Wafula nyumbani. Kweli vile nimeona nyinyi mmeamua huyo unampeleka nyumbani. Mimi nitaambia yeye pesa ya mshahara yake ya mwaka huu asiharibu, aweke anunue ng'ombe ambaye atakuwa anachunga. Ama namna gani? Huyo aende asiende? Apotee asipotee? Nione wa kusema yule apotee, 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 apotee. Jambo yangu ya mwisho. Nyinyi unajua Tongaren hii na Kimilili ilikuwa constituency moja. Si kweli? Ilikuwa constituency moja chini ya Mwangale, chini ya mheshimiwa wa zamani Mugisa Kitui, chini ya mheshimiwa Dr. Simiyu Eseli. Kwa hiyo tukifika mwaka wa 2027, msimamo wa Kimilili, msimamo wa Tongaren, msimamo wa Webuye East na Webuye West ikuwe ni Didmas Wekesa Barasa. Siko namna hiyo? Wale watu wananichukia, hata mimi niko na kilo kidogo kama ya kurukuru, mimi nasema ni sawa. Ama namna gani? Lakini si niko na akili. Wanasema hata mimi ni kijana mdogo, siwezi kuwa governor ya Bungoma. Si tayari mimi ni mbunge wa Kimilili? Naelekea mpaka miaka ya 10. Yesu alifanya miujiza akiwa na miaka 30. Kweli si kweli? Wakati Yesu Kristo alikuwa anafanya miujiza, sikulikuwa na wengine walikuwa wazee, walikuwa wakubwa. Saa hii Biblia kuna watu wameishi kwa Biblia kwa zaidi ya miaka 500. Lakini ukiandika Biblia inakumbuka Yesu Kristo ambaye alizaliwa akaishi miaka kidogo, wale wakora wakamsulubisha msalabani akaenda mbinguni. So kwa kukumbuka mtu unamkumbuka si kwa miaka, unamkumbuka kwa matendo na bidii yake ambaye amefanya kupeleka watu mbele. Mnaelewana? Nimesikia watu wengine wakieneza ukabila. Ati sijui jamii yao, sijui ni Babuya, sijui ni Batiru, ati sasa ati ile jamii yao, sijui jamii gani, ati wasinipige mimi kura sababu mimi sitoki kwa jamii yao. Mimi nataka kuambia watu ya Tongaren, omulebeo niyo khuloka. Wandayo papo niyo khuloka. Wandayo khumukongo niyo khuloka. Omurende sa khuloka tawe. Maulile. Sasa nyinyi mkae na mimi kabisa muniunge mkono nikuwe captain yenu tulete maendeleo hapa Bungoma, watu waende mbele kabisa. Mimi nimeambia wale watu nikiwa governor ya Bungoma, vile nimeunda mashule ya primary huko kwangu kwa kuweka kaburo, kwa kuweka tiles, kwa kuweka gorofa, ndio vile pia nitaunda mahospitali hizi madispensary hapa Bungoma. Mama utakuwa ukienda kutibiwa katika ile dispensary, ukifika ndani sababu ni mahali mzuri, ugonjwa inapotea. Na ukiambiwa ugonjwa umepotea rudi nyumbani, unakatalia, unasema hapana, wacha nikae hapa siku 2 siku 3 sababu ni mahali mzuri, because a hospital should be better than one's bedroom. So that wakati umelazwa pale unaona tu matumaini, malaika wanakuongelesha, unaona uponyaji, unakuwa na matumaini, because kupona ni kwa imani. Siko namna hiyo? Mimi hata nimekuwa pale matanga ngine pale nikaona ati iko hii VTC yenu ya hapa. Mimi nikaona ile polytechnic, hata vijana hawezi wakaenda kusoma polytechnic kama hiyo. Vijana wa saa hii wako na maringo, au majenzi wako na maringo. Hata kama kwao wanaishi kwa nyumba ya nyasi, hata kama kwao wanakaa katika hali ya uchochole, vijana wa saa hii wako na maringo. Haezi enda kusoma kwa ile polytechnic hiyo. Sababu ile polytechnic kijana akisoma hapo, apike picha ya selfie, akitumia girlfriend yake anamwacha, anatoroka, because mjengo haikai kama yako college. Mimi nitaunda hizi vocational training center. Vile nimeunda mashule huko kwangu huko Kimilili, nitaunda hizi village polytechnic. Kijana utakuwa ukienda kusoma hapo, utajipeleka hapo wewe mwenyewe. Ukipika selfie, ukitumia mrembo huko Nairobi, kwamba huko college mrembo anafunga virago anakuja anaolewa kwako. Kwa sababu hawa wasichana ndio waolewe kwa kijana, they marry a young man who has a good future.
And the only indicator that a young man has a good future is if you are in a college and the institution must appear like it's a college for real. Ama namna gani? Wamama hawa wanapeleka kutibiwa hospitali. Akifika pale hospitali, amaona vile inakaa, anapiga simu nyumbani. Hatina Angela, nirudishe tu nyumbani, nikunyekea nyumbani. Sio mnafanya namna hiyo? Kwa sababu ukifika hapo ukiona daktari mwenyewe anakaa kama yenye kutaka kutibiwa. Sasa wewe utakuwa na matumaini gani ya kukaa hapa katika hospitali? Ama namna gani? Mimi natosha ama sitoshi? Simundani sukuma mbele. Alafu kuna kitu kingine ambaye nimesikia hapa Bungoma. Na mimi leo nataka niwaambie. Nimesikia hapa Bungoma sehemu watu wengine wakisema kwao hakuna maendeleo. Nataka niwaambie na mnisikize vizuri kabisa. Mumesikia? Si mimi ni mbunge hapa Kenya. Hapa Kenya tuko na maeneo bunge 290. Tuko na wabunge 290. Na kila mbunge anavuruta vitu akipeleka kwao. Sio kuna namna hiyo? Kwa constituency yake. Sina kwa namna hiyo. Sasa hawa wabunge pia tuko na maseneta 47. Pia mawaziri ambayo wameunda pale kwa serikali, wale mawaziri, they come from at least different regions of our country. Na sheria inasema maendeleo ya Kenya inapangwa na bunge na pia inapangwa na cabinet. Mimi mwelewa vizuri. Pia katika ile hali ya maendeleo, jina politics ama jina bunge, parliament, ili inatokana na jina ya Ugiriki ambaye inamaanisha unafuruta ukipeleka kwenu. Siko na maana hiyo? Kwa hivyo ukiwa mbunge wa Tongaren unafuruta vitu ukipeleka Tongaren. Mimi kama mbunge wa Kimilili nafuruta vitu huko nikipeleka Kimilili. Mbunge wa Mumias East anafuruta akipeleka Mumias East. Ama namna gani? Bunge ya kitaifa ama serikali ni kama kichinjio, mahali wanachinja nyama. Na ukienda kutafuta nyama kwa watu yako inategemea pia urefu ya makucha yako. Wola siya nyama. Wabo lori isoniru achanga. Chemanyire hurekana ta. Kanikhala ano na mmale kubaka mulakhala khayama onyola. Lakini wale ndo kundikola yo. Anyola kababaka. Na kapendiri alose kabubaka linda ko kwanza. Alilinda ko nalikuwa. Alikuwa sina. Aliwase senye nama efu kholo yefu ya babuya sakulichanga bye munda ta. Nono kabali mundere kusabu ya bye munda ndusye khabwe na amuweho nyango abwe na abalichanga bingenebi. Ita aliwaselinda ko kwanza ali nakamubaka nabone mwaba akili lakini kuliko bakali alisewa seyo muruzike rusije ko likorobo mwibo kama andike kujya bikumba mbayo homuwe wawe rumwe nisane ndo mukasita alikona kamendo kama sirokanya kanya bikumba. Saka bijanga regaro ita. Sasa huko Nairobi mimi nilifika kule. Nikafuruta. Huko Kimilili niko najenga huduma center. Milioni 80. Ambao nyinyi watu ya Tongaren badala ya kwenda Bungoma mtakuwa mnakuja pale Kimilili. Siko na maana hiyo. Barabara ibirewose inechengo ngene yosi na rere heram. Endeke ibirewose ni re sikabala bali nabii niye wama ngona yo kwanza. Kabali niye wame kukhaya abajana ngona yo kwe. Ngone lamu yaje bweneyo. Ita kweza kama pesa kaji silingi cha CDF niende jana kama ministry nikiunda mashule yangu huko mabarabara. Saa hii kwa kwangu huko niko na gorofa zaidi ya 50. Huwa mnaiona. Hiyo ni kutumia akili ya kusaidia watu yako. Huko kwangu nilipata kuna wazee wengine walikuwa hawaingizwi kwa cash transfer program sababu miaka ilikuwa hajasonga hapo sana. Mimi mwenyewe nafanya vile nafanya ukarabati namna hii kidogo. Mzee ya miaka 55 hapo kidogo anaingiza, mwenye kuuliza yule mtu kumuingiza maswali, mimi nasema why are you targeting my people? Kabachanga saka ita. Hata mama pia alikuwa hata akinituma kununua nyama kwa butchery. Alikuwa anaambia aenda useme hii nyama ni ya mwibo. Sasa alikuwa anasema namna hiyo. Sasa kile na maanisha ni hivi. Musije mkalaumu bishop ati kwa sababu wale watu ambao alifunganisha ndoa mzee analala chini ya kitanda. Mmenielewa? Bishop akifunganisha ndoa ya msichana na kijana, awafunganisha wabariki, aseme nendeni nyumbani.
Mufanye vile Biblia inasema. Mujaze ulimwengu. Mungu awabariki na watoto. Alafu mzee akuwe mwenye kukunywa, kijana aende kukunywa changa, aende kukunywa pombe, badala ya kulala kwa kitanda juu, analala kwa kitanda chini. Unalaumu bishop kweli? Unalaumu kijana yeye mwenyewe? So mimi nataka hata hii serikali yetu hii ya Kenya Kwanza hii, msilaumu rais kama maendeleo mahali ingine hakuna. Msilaumu rais. Rais ni mwenye kushika keki. Alishika keki ya taifa la Kenya. Mimi nikaenda pale na kisu, nikakata barabara yangu ya lami. Nikaenda pale na kisu, nikaangalia, nikakata Huduma Center. Nikaenda pale na kisu. Saa ile wengine wanasema yeye Kasongo, sijui Kasongo Masugo, sijui Zakayo, mimi nakata keki. Oh, sijui Kasongo, sijui Zakayo Masugo, mimi nakata keki. Ama namna gani? Takameta angario. Eka afu waki pesi mbo kama kweli. Ng'ombe ukipika fimbo maziwa inapotea ama inateremka? Sinapotea. Saa zile vijana wengi huko wanatukana rais wetu, oh sijui Kasongo, oh sijui Zakayo, oh sijui Shuka, oh sijui Masugo, mimi niko na kisu nakata biju napeleka kwa Kimilili. Ama namna gani? Sababu wewe huwezi laumu bishop mwenye kuwafunganisha ndoa. Kijana alikuwa mwenyewe mlevi, amekunywa pombe, badala alale juu ya kitanda, analala chini ya kitanda. Badala afike nyumbani saa 12 mapema, anafika nyumbani saa 11 asubuhi kama imekuwa asubuhi. Amekunywa changa mpaka kwa magoti, nguvu hakuna. Alafu unalaumu bishop mwenye kuwaunganisha. Si bishop tu ni kuwaunganisha, kazi ya bishop akiwaunganisha huwa inaishia kwa kanisa. Ukifika nyumbani wenyewe ndio mwenye kuamua, kitanda ikae karibu na dirisha, ama ikae karibu na mlango, ama tutoe kitanda tufinge juu, tuweke tu mattress chini. Kwa nini? Wewe mwenyewe ndio kufanya ile uamuzi. Ama namna gani? So ukiona pengine kama mahali yako maendeleo haijafika, utafute panga, utafute fimbo. Na hiyo panga na fimbo ni kadi ya kupiga kura. Ungoje yule MCA ambaye ulichagua. Ungoje yule mjumbe ambaye ulichagua. Ungoje yule senator ambaye ulichagua. Kwa sababu senator, mjumbe na MCA kazi yao ni kuenda mahali keki ya kitaifa inakatwa ama keki ya kaunti inakatwa, na yeye ako na kisu ya watu yake ya kukata. Kama alishinda kukata, pia pigwe teke, aende nyumbani atafuta kazi ya kufanya. Ama namna gani? Sasa kama huyu MCA wenyu mnaona aende nyumbani ama mrudishe? Mumpeleka nyumbani? Yoni akupeleka MCA nyumbani? MCA nyumbani aende, sio? Iko namna hiyo. So hawa mabroka muachane na wao. Wale wana